Na ndoa ni kubwa, ndani yake kuna baraka ambazo Mungu hutoa katika ndoa, pamoja na uaminifu wa maisha yote na majukumu yaliyowekwa na Mungu ya jinsia, yani kijinsia. Ndoa chini ya Mungu, ndoa inahusika na watu watatu: mume, mke na Mungu. Kwa mimi hapa nimefungisha ndoa hii kwa niaba nani? Ya Mungu. Haleluya! Sio kwa niaba yangu mimi, ni kwa niaba ya Mungu. Na chochote ambacho kitachoendelea, yani Mungu anatakiwa awe nambari moja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutajifunza vitu kadhaa kidogo. Kanuni ya tendo la ndoa, Methali 5:15. Kanuni la tendo la ndoa imeandikwa, mnywe maji ya birika lako mwenyewe na maji yenye kububujika katika kisima chako. Je, chemchem zako zitawanyike mbali na mito ya maji katika njia kuu? Yawe yako mwenyewe peke yako, wala si ya wageni pamoja nawe. Ni ayala apendaye paa apendezaye, maziwa yake ya kutosha siku zote, na kwa upendo wake hushangilia daima. Mungu anazungumza kunywa maji ni kama fumbo. Kunywa maji ni fumbo, kwamba Jafari yeye anatakiwa anywe maji kwa nani? Kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Asinywe maji kwenye kisima kingine. Maana najua mwanangu yeye ni mtu kutembea, anatembea. Unaweza ukatembea ukakutana na watu wengi wazuri, wana kila aina. Sikiliza, hayo ndio maji ambayo Mungu amekupa ya kunywa. Hicho ndio kisima chako cha kunywa maji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengine hawahusiki, visima vingine havihusiki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazungumza, visima vingine havihusiki. Kisima kinachohusika, kwamba leo rasmi Mungu amekuruhusu kunywa maji kwenye hicho kisima, ambacho ni nani? Ni Neema Metson Mkiti. Haleluya. Na Neema Metson Mkiti maji yake anakunywa kwa nani? Kwa Jafari Mubeni. Bwana Yesu asifiwe. Usimtendee mwenzio mambo ambayo wewe upendi kutendewa. Usimtendee mambo mwenzio ambayo wewe, yani ndio msingi. Yani tukiweza kusimamia hili, ndoa na maisha yetu yatabaki salama sana. Hebu jiulize kwamba wewe unataka kwenda kumchiti mwenzio uende nje. Jiulize, mimi mwenzangu akisikia au mwenzangu akifanya kama hivi, ndio maana yake mimi nitajisikiaje? Wewe lolote lile kama hujalifanya, lazima wewe mwenyewe ujioji. Je, nataka niende nje, kuna mtu kweli kaniona nimependeza? Sababu amekuona umependeza kwa sababu umekaa ndani, umeanza kunawili. Ulipokuwa nje hajakuona. Haleluya. Ulipowekwa ndani amekuona umeanza kunawili. Sasa umwache huyo uende huko. Sasa jiulize, na mwenzangu mimi akifanya hivyo nitajisikiaje? Sasa kitendo kile unachokijisikia, ukiona okay kwamba ni sawa, fanya. Lakini ukiona kitakuumiza, manake acha. Sasa hapo ndo kwenye msingi, sio kwa ajili ya ndoa, kwenye maisha yote. Kwenye maisha yote, kwamba hichi nachokifanya, je, mwenzangu nikimfanyia atajisikiaje? Na tukiweza kusimama kwenye eneo hilo, ukiona kwamba hichi kikifanya mwenzangu atakasirika, sio ndoa tu, kwenye maisha yote, sikiliza, tungeweza kunyooka sana. Kwa sababu kama unajifikiria wewe, je, nikitendewa mimi itakuwaje? Mimi kimchiti mke wangu na mimi akinichiti nitajisikiaje? Kwamba unapojisikia maumivu na unaamua kuacha,